serikali imeshindwa kutenga muda wa kushiriki mazishi, kuhani, wala kupeperusha bendera ya taifa nusu mlingoti kama ishara ya kuwaenzi wa Tanzania hao wasio na hatia waliopoteza maisha. Na kama mila na desturi ya taifa letu, tunapopata majanga makubwa kama haya huwa tunatenga muda wa kuomboleza. Lakini kipindi hiki imekuwa tofauti kabisa. Serikali inaendelea na shughuli zake, bunge linaendelea na shughuli zake, hakuna bendera kupepea nusu mlingoti, kana kwamba hakuna kitu kilichotokea. Wala hatujaona kiongozi yote akishiriki hata kwenye mazishi ya watu wa ndugu zetu hawa ambao wamepoteza maisha. Itakumbuka rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin William Mkapa alitangaza siku 3 za maombolezo na bendera ya taifa ilipepea nusu mlingoti kutokana na ajali ya kuzama kwa meli ya MV Bukoba. Leo maelfu kwa maelfu ya watu, hakuna bendera kupepea nusu mlingoti na wala vinginevyo. Hivyo idadi ya mwitikio wa kupiga kura iliyotangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya watu milioni 31 ambao ni sawa na 87% ni ya kufikirika na haina ukweli wowote. Matokeo yaliyotangazwa na Tume ya Taifa, lakini pia hata tumeangalia wale waangalizi wa uchaguzi wa kimataifa ambao wote wamesema kwamba huu uchaguzi wa Tanzania ulikuwa umejaa udanganyifu na haukuwa huru na hauna hata viwango vya kimataifa ya uchaguzi za demokrasia. Hivyo matokeo yaliyotangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi hayana ukweli na hayaakisi uamuzi wa wananchi. Aidha ifahamike pia kuwa hakuna fidia itakayotolewa ya damu zilizomwagika za maelfu ya Watanzania, isipokuwa ni kwa kuwajibika kwa serikali ikianza. Suala la kuwajibika halijaanzia Tanzania, ni la dunia nzima. Mtakumbuka mwaka 2007 aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Tony Blair alijiuzuru nafasi yake ya waziri mkuu kutokana na matumizi makubwa ya nguvu yaliyosababisha vifo vya raia wasio na hatia, walemavu, kubakwa, kupoteza maisha, kupotea huko nchini Iraki katika vita ya operation ya kumondoa rais wa Iraki Saddam Hussein kwa madai kuwa jeshi lake lilikuwa na silaha za maangamizi, yani WMD and Scud missile. Pia huko nchini Uingereza. Sasa hapa tunaona rais wa Uingereza, waziri mkuu wa Uingereza anatenda resignation kwa watu waliouawa wa nchi nyingine, kwa watu walioonewa, kwa mazira walioyapata watu wa nchi nyingine, lakini akalazimika kujiuzuru kutokana na ukandamizaji na uvunjaji mkubwa wa haki za binadamu uliokuwa umefanyika. Pia huko nchini Nepal, waziri mkuu KP Sharma Oli amejiuzuru kutokana na kashfa ya vifo watu 22 waliouawa katika maandamano ya kupinga ufisadi nchini Nepal. Sasa yeye alijiuzuru, watu 22 tu wamekufa. Leo sisi ni maelfu na mpaka hata serikali haiwezi kutaja idadi, lakini hamna mtu aliyewajibika hata mmoja mpaka sasa hivi. Lakini kule waziri mkuu aliondoka. Katika siku za hivi karibuni kumeibuka vuguvugu kubwa la mapinduzi ya kijeshi, yani military coup, katika nchi nyingi za Afrika ikiwemo Burkina Faso, Gaboni, Guinea, Mali, Niger, Sudani, Madagascar na Guinea Bissau. Kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo kushamiri kwa rushwa na ufisadi katika nchi hizo, udanganyifu na wizi wa kura katika chaguzi, ukiukwaji wa haki za binadamu na kuzorota kwa hali ya usalama, kuminywa kwa demokrasia, kuingia mikataba mibovu na kuhamisha rasilimali za umma na kujimilikisha, usiri katika mikopo na ukosefu wa ajira. Ajira na teuzi kutolewa kwa kigezo cha ndugu jamaa na marafiki na kadhalika. Ndugu waandishi wa habari, Umoja wa Afrika umekuwa ukilaani na kupata jaziba ya mapinduzi hayo na kuzisimamisha nchi hizo zinazotawaliwa kijeshi kushiriki vikao vya AU, jambo ambalo linazoofisha umoja huo. Badala ya AU kuweka vikwazo kwa nchi zilizopinduliwa, ilipaswa kuweka utaratibu unaoelewekwa wa kuwajibisha marais wa nchi wanachama wanaoshindwa kulinda katiba ya nchi zao na kuwajibika kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na kuwashinikiza kuachia ngazi kabla ya kupinduliwa. Marais wa nchi za Afrika wajishughulishe na matatizo ya wananchi badala ya kukalia kupongezana. Kwa hiyo tuna shida kidogo katika bara la Afrika ambapo viongozi katika bara la Afrika wenyewe kazi kubwa ni kupongezana. Fulani ameshinda, utaona pongezi pale pale. Lakini kama fulani anavunja sheria, anavunja katiba ya nchi, amepinduliwa, nchi za Afrika ni za kwanza kulaani kwamba amepinduliwa. Lakini wakati yeye anafanya maovu ya kuvunja katiba ya nchi katika nchi husika, hakuna mtu anajali.
Hata sasa hivi watu wameuawa idadi isiyojulikana. Hakuna mtu anayejali wala kuchukua hatua katika mabara yetu ya Afrika, na badala yake wanachukua watu wa nchi zingine kuja kutusaidia sisi Afrika. Ndugu waandishi wa habari, kusipofanyika mabadiliko, marais wa Afrika wataendelea kupinduliwa kila uchao. This is unstoppable force of change ambayo inaongozwa na vijana wa kizazi kipya, yani Gen Z, ambao kwa sasa 15% ya nchi za Afrika zimeshapinduliwa na zinaongozwa kijeshi, huku wananchi wakifurahia utawala huo na kuishi kwa amani. Mfano huko nchini Burkina Faso kwa Captain Ibrahim Traore, naona wananchi wa nchi ya Burkina Faso wanakula maisha safi kabisa kuliko hata utawala wa kisiasa. Uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba 2025 ufutwe na kuitishwa uchaguzi mwingine ndani ya siku 90.